Mfagiaji Mama Samira baada ya kumwona bosi wake akipita alimkimbilia huku akimuita, boss, samani, tafadhali subiri kidogo, nilikuletea zawadi. Akaenda akachukua zawadi aliyokuwa ameiweka pembeni na kumletea bosi wake. Boss, kwa nini umeniletea zawadi? Mama Samira, ni zawadi kukushukuru kwa ile dola 1000 ulionisaidia. Boss kwa mshangao, sikumbuki kama nilikupatia dola 1000. Mama Samira, ulinipatia dola 1000 kusaidia katika ndoa ya mwanangu. Tazama, bado nina masalia kidogo. Ukweli ni kuwa una moyo mzuri sana boss, ulimchukulia binti yangu kama mdogo wako wa kike. Boss alijaribu kukumbuka na ndipo kumbukumbu zikamjia. Alikumbuka siku moja meneja wake alimletea chai ofisini kwake na akamwambia Mama Samira anaozesha binti yake hivi karibuni. Boss kwa tabasamu akasema, wow, hii ni habari njema. Meneja, kabisa boss, ndio maana nitaka nikuombe tumchangie kitu kidogo kutoka ofisini katika siku hii ya furaha kwake. Boss aliingiza mkono kwenye drawer yake akatoa dola 10,000 akampatia meneja. Akamwambia nenda kampatie Mama Samira. Meneja alizichukua pesa hizo haraka na kusema, nitampelekea pesa hizi sasa hivi. Alipotoka njiani, meneja alipatwa na tamaa. Alichukua pesa kiasi akazificha, kisha akamuita msaidizi wake, chukua pesa hizi nenda kampatia yule mama mfagiaji Mama Samira na umwambie kuwa huu ni mchango wa bosi kwenye harusi ya binti yake. Msaidizi akatikia kwa furaha, ndio bosi, nitampelekea sasa hivi. Msaidizi naye alipomkaribia Mama Samira, tamaa ikampata. Akachukua nusu ya pesa akaficha na nusu iliyobaki akamkabidhi Mama Samira. Akamwambia bosi ametoa pesa hizi kwa ajili ya harusi ya binti yako. Mama Samira alipokea pesa hizo kwa furaha na kushukuru. Baada ya kumbukumbu hizo, bosi alimwambia Mama Samira kwa upole, nilikupa pesa hizo kwa sababu nilimchukulia binti yako kama mdogo wangu wa kike. Kwa hiyo huna haja ya kunishukuru, badala yake na kuomba uje ofisini kwangu. Baada ya kuongea hivyo, bosi aliondoka kwa hasira na kumwambia msaidizi wake waite mameneja wote wawili haraka sana. Baada ya muda, mameneja hao waliingia ofisini wakamuuliza bosi, nasikia umetuita. Bosi kwa hasira, pesa nilizokupatia siku ile umpe Mama Samira, ulimpa kiasi gani? Meneja alijaribu kujitetea na kusema, pesa zote nilimpa msaidizi wangu amkabidhi Mama Samira, mwambie ulimpa kiasi gani? Msaidizi akasema alinipa dola 2000. Bosi kwa hasira, nilikupa dola 10,000 umpe Mama Samira, wewe umempa dola 2000? Leo nitashughulika na nyie. Akamgeukia msaidizi na kumuuliza, ulimpa Mama Samira kiasi gani? Msaidizi, nilimpatia pesa zote. Bosi, muda sio mrefu tutajua ulimpa kiasi gani. Na ndipo Mama Samira aliingia ofisini kwa bosi. Bosi akamuuliza Mama Samira, huyu msaidizi alikupa kiasi gani? Mama Samira, kama nilivyokuambia mwanzo, alinipa dola 1000 na bado na masalia haya yaliyobaki. Msaidizi kwa hasira, usiseme uongo, nyie watu maskini mnapenda sana kusema uongo. Bosi, acha maigizo, najua ukweli wote. Msaidizi akajaribu kuomba msamaha. Bosi kwa hasira, hamuoni ataibu kumwibia mtu mwenye kipato kidogo wakati mkijua ni jinsi gani alivyozihitaji hizo pesa? Mama Samira alikubali kwa kichwa. Bosi akaendelea, hii imekuwa kama tamaduni katika jamii zetu, mtu mwenye kipato kidogo akipata kipato chake kidogo, nyie wenye kipato kikubwa mnatamani na hicho kidogo mkichukue. Hii haikubaliki kabisa. Meneja, bosi, mbona hili jambo ni dogo lakini unataka kulifanya liwe kubwa? Msaidizi, shida yote hii ameianzisha huyu hapa Kapuku. Bosi, yani watu wenye uelewa mdogo kama nyie mtaendelea kubaki kwenye kampuni yangu na hisi kampuni yangu haitasonga mbele. Sasa naomba mtoweke hapa kabla sijawaitia polisi. Meneja na msaidizi wake walijaribu kuongea neno, lakini bosi kwa hasira akawaambia ondokeni humu ndani. Kama unahisi bosi amefanya jambo la msingi, basi weka neno lako kwenye comment.